Shalom shalom ndugu zetu wapendwa, mahali popote pale mlipo, mbarikiwe sana na Mungu azidi kuwabariki na kuwainua. Na leo tuko ndani ya studio zetu za Chris TV na tuko na mwimbaji hapa, nadhani mnamuona, atajitambulisha kwenu na kuambia yeye anaitwa nani. Lakini usikose kusubscribe, usikose kucomment na kushare ili watu wengi wazidi kuelewa ni kitu gani kinachofanyika ndani ya studio zetu leo, mambo kama hayo. Na acha tumpe tu muda ajitambulishe kwenu, waambie anaitwa nani na mambo mengine yatafuata ili tujue mengi kuhusu uimbaji. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Ndio, mimi kwa majina naitwa Simon Joshua Kizito. Ndio. Ni mwimbaji binafsi. Pia najishughulisha na mambo mengine tofauti. Ndio. Kwa napenda kumwimbia sana Mungu. Ndio. Mwimbaji wa gospel, nyimbo za Kimungu, yani za Kimungu. Ndio. Ndio. Mwimbaji wa nyimbo za Injili. Za Injili. Mambo kama hayo. Ndio. Okay. Simon, tukuulize kitu. Ulianza kuimba lini? Mwaka gani? I say mimi nikisema kwa nilipoanzia kuimba, ndio, ni zamani sana. Sema tu ni ile mtu bado hajajulikana. Alafu unajua mimi nilianzia kwenye masuala ya muziki. Masuala ya muziki wa kisanii. Muziki wa kidunia. Ndio. Ila japo nilikuwa sijawahi kurekodi. Nilikuwa sijawahi kufanikiwa kuingia studio nikarekodi. Okay. Lakini nilikuwa na bangaiza. Alafu nilikuwa napenda kufuatilia nyimbo za wasanii wengine, wakina Fizo au wengine. Yaani nilikuwa nawafuatilia sana, alafu ni nyimbo nilikuwa nazifuatilia sana. Alafu muda mwingine nilikuwa nazikopi na najaribu kunakili, yani unazikariri zile nyimbo, alafu unanukuu wakati. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa nikiniwekea muziki wa msanii fulani hapo, nilikuwa najitahidi kuimba vile vile alivyoimba. Kwa hiyo nilikuwa na bidii sana ya kuimba. Yaani mahali msanii alikuwa anaimba kirapu na rapu. Kama ni R&B ni hivyo. R&B naenda naye kabisa, kama vile mimi ndo nimetunga. Mambo kama hayo. Ndio. Lakini kwa sasa hivi unaweza ukatunga wimbo wako mwenyewe? Toka kipindi kimoja nakumbuka tuliwahi kwenda na marafiki zangu ambao walikuwa wasanii hivyo hivyo. Ndio. Kwa hiyo tukashikamana kwamba tumeenda studio kurekodi muziki wa kisanii. Ndio. Ambapo walikuwa nasikia kipaji changu, wakasema bana, huyu jamaa yuko vizuri. Ndio. Wakasema ngoja tushirikiane naye. Ndio. Labda tunaweza tukafanya kitu kikubwa. Ndio. Lakini siku hiyo tulivyoenda studio, nakumbuka ilikuwa Bujumbura, sijui mazingira gani, mtaa gani huo. Kwa Case Pro. Ndio. Case Pro na Case Pro. Sawa. Case Pro. Niliwahi tulijitahidi tukaenda, lakini tulivyofika pale tukutana wasanii wengine wako wanarekodi. Ndio. Kwa hiyo walivyokuwa na rekodi tukasubiria. Ndio. Walituambia tusubirie, tukasubiria lile tumefika, yani wakati wetu tu umefika. Ndio. Basi umeme ukawa umekata. Umeme ulivyokata wakasema hapa kurudi sio leo. Basi tukasema ngoja tusubirie kama utarudi, lakini tulivyoona muda umezidi kwenda tukasema ngoja twende kwanza, tutarudi kesho. Ndio. Kwa sababu tulikuwa tunatoka mbali, afu tulikuwa tunaenda kwa mguu. Ndio. Basi tukasema ngoja turudi nyumbani. Tulivyorudi nyumbani sasa, wale wenzangu, mimi sikufanikiwa kurudi tena. Ndio. Basi mimi ikawa imeishia hapo. Wale wenzangu walifanikiwa kurudi, wakarekodi ule wimbo, ulikuwa ni muziki wa kisanii. Ndio. Wakarekodi kabisa na muziki wakaniletea, wakanisikilizisha. Nikasema kazi nzuri sana, lakini nikajisikia vibaya, lakini sikuhuzunika sana kivile. Ulijisikia vibaya kwa kuimba? Ndio. Lakini mwisho wa siku nikaona kama ni kazi ya, yani labda ni mpango wa Mungu labda. Naona. Kwa hiyo mwisho wa siku nilikuja kuchange mada. Maana nilishikwa ghafla nikaanza kuumwa. Kusikia homa kila siku saa 3 ikifika alfajiri unaumwa. Mida saa asubuhi na unajisikia kuumwa, baridi nyingi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku nikahama, nikaenda sehemu fulani hivyo, ndo nikakutana na mchungaji mmoja, nikamuelezea kuhusu masuala ya kuumwa kila siku. Ndio. Shida nini? Alivyonicheki kwa sababu alikuwa ni mtu wa kiroho sana. Ndio. Akaniambia, kijana, una deni. Ndio. Akaniambia una deni. Nikafikia deni gani sasa? Unadaiwa na Mungu.
ina maana kuna kitu kiko ndani yako, Mungu anakuhitaji umtumikie. Deni la Mungu. Nilikuwa na deni. Okay. Ndio, akanambia ili ufanikiwe na upone, inatakiwa utubu ukaombewe sasa. Ndio. Ili mambo yako yakae sawa na upone. Ndio. Basi nikasema haina shida, kama nikitubu kweli na nikiombewa kama nitapona, hiyo haina shida. Ndio. Nikakubali. Nikaenda kanisani, wakanipa maelekezo, nikatubu, nikaombewa, nikafanywa maombezi. Basi kabisa ile hali ilipotea ghafla. Ikaondoka kabisa. Toka hicho kipindi ndo nikaanza kufanya huduma kanisa hiyo, nikaanza kuimbisha, yani kwenye praise, vitu kama hivyo. Basi nikaendelea nikawa mtu wa kanisani. Mwisho wa siku nikaanza kutunga sasa wimbo wimbo wa kwangu sasa gospel. Okay. Na mwisho wa siku kabisa nikafaulu. Ikawa kuna studio ambapo walikuwa wameleta jirani ambapo nilikuwa naishi. Basi nikasema ngoja nikatesti kipaji, nikasema na wakanipa ofa kwa hela ndogo, nikaenda nikarekodi. Ndio. Bahati nzuri mara ya kwanza nikaanza na wimbo wa Injili. Okay. Basi nikaja kukumbuka lile swali, yani kile kitendo kilichotokea kipindi kile tumeenda kurekodi na wasanii. Umeme ukakata. Tulivyoondoka, tulivyorudi nyumbani, mimi sikufanikiwa kurudi. Okay. Kwa nikaona kumbe ilikuwa ni mkono wa Mungu. Mpango wa Mungu. Basi nikasema Mungu apewe sifa. Toka hicho kipindi mpaka sasa. Unaweza ukaandika wimbo wako mwenyewe. Najitahidi kwa uwezo wa Mungu, najitahidi. Kwa uwezo wa Mungu lakini. Ndio, kwa uwezo wa Mungu. Kwa sababu mimi mwenyewe siwezi. Okay. Ndio. Maana tunawezeshwa na Mungu. Ndio. Haya, unapokutana na wale watu ulikuwa unaimba nao nyimbo za kidunia, waga unaushauri nini? Ama na wao wameshaokoka? Bado na sidhani kama, sijui. Maana nikiangalia kwa haraka naona hata mpango wa kubadilisha mada kusema kwamba waache masuala ya muziki wa kidunia, waimbe muziki wa kiinjili. Naona kama bado. Yani ni issue ngumu sana kwao. Yani kwa sababu kwanza wanachokifanya pale wanaona kama wanafanya kitu sahihi sana. Yani wanajiona kama wako vizuri. Wako vizuri. Yani kwenye njia iliyonyooka. Kwa hiyo wanakuona kama wewe ndio uliopotea. Kwa hiyo sasa hiyo inakuwa changamoto sana. Naona kama bado sana. Ila waga nasikitika sana. Nasikitikia sana. Kwa sababu kwanza mimi nachukia kwanza muziki wa kisanii sana. Kweli sio kwamba nimewakatisha tamaa wasanii wanaosikia. Ndio. Yani kwenye masuala ya muziki kweli ambao hauneni maneno ya kimungu, mimi waga sipendage sana. Okay. Na huwezi kanikuta kwenye simeti nimeweka, labda kama nikiweka, kwa sababu nilivyofanikiwa kufanya masuala ya uimbaji, nikafanikiwa kuwa na kalama nikajikuta kumbe nina kalama ya producer, nikawa nimefungua studio yangu. Okay. Ndo nikawa nafanya kazi hizo. Okay. Kwa sasa nyimbo zangu nazirekodi mwenyewe. Pia wengine na warekodi wakija fresh. Okay. Lakini kwenye masuala kusema kwamba eti kwenye simu yangu niweke muziki wa kisanii, hapana. Waga sipendagi sana. Yani waga sipendagi, ni kitu ambacho sipendagi. Okay, asante sana Mr. Simon. Yeah. Hivi kutunga wimbo unaweza kukuchukua muda wa kiasi gani? Kutunga wimbo mimi waga sihangaiki sana. Kweli namshukuru Mungu kwa kipaji alichonipatia. Okay. Kabisa, yani waga labda kuna muda mwingine nakuwa na uvivu. Hapo nikiwa na uvivu kweli kabisa wimbo unaweza kupiga hata wiki. Wimbo mmoja. Yani hapo ni na uvivu yani. Kama una uvivu. Hivi unaweza kuangalia kitu, yani kukiona tu katunga wimbo hapo. Yes, inawezekana. Inawezekana? Ndio. Unaweza kuchukua kama sekunde kama 30 hivi, ukaimba kama mwimbo hata kadogo hivi, usikana hii TV yetu hii Chris TV. Kama sekunde 30 hivi. Sema tu, unajua kuna wakati mtu anakuwa yuko kwenye mood fulani hivi. Kila tu mwimbaji kama mwimbaji waga kufeli au kushindwa inakuwa ngumu sana. Ndio. Ni kweli kabisa. Yeah, naweza nikaimba kidogo labda, lakini msinicheke. Hamna shida. Yeah.
Ya, namshukuru Mungu. Chris TV ametuletea maendeleo, ametuletea maendeleo. Tunamshukuru Mungu kwa kipaji hichi, kwa maana wameenda kutuinua sisi walio chini. Amina sana. Na sana tumepata wimbo wa television yetu ya Chris TV. Nadhani umebarikiwa sana ndugu, mahali popote pale ulipo. Mr. Simon, tunakushukuru sana. Asante sana. Na kwa kumalizia hivi, ni ukikutana na mwimbaji unaweza kumwambia kitu gani? Mwimbaji wa gospel. Ni kwamba nimwambie kitu kwanza, asikate tamaa. Ndio. Kwa sababu kwenye hizi kazi zetu hizi za uimbaji waga kuna changamoto nyingi sana. Ndio. Kuna changamoto nyingi sana. Wenda unaweza kujiona kama uwezi. Ndio. Kuna kukata tamaa, unaona kama mimi mbona sina sauti kama mtu fulani. Ndio. Unaona kama hii sauti yangu kama ya kichula. Unaona? Naimba tu, lakini namshukuru Mungu kweli, hata nikiimba ninavyoimba watu wanapenda. Ndio. Kweli kabisa. Naombeni watu, kama mnahitaji kuona nyimbo zangu, ingieni YouTube, andikeni Simon Joshua Kizito, utaona nyimbo zangu. Simon Joshua Kizito. Ukiingia YouTube utaiziona hivyo. Nyimbo zipo YouTube. Zipo. Ndio. Kwa hiyo kwa uwezo wa Mungu, ndio, kabisa namshukuru Mungu kwa hatua fulani ambayo amenifikisha. Ndio. Japo sijawa maarufu sana kivile, lakini ndoto yangu ni kufika mbali sana. Ndio. Na naamini kwa kupitia TV Chris mtatoboa. Utafika mbali. Na kuna watu wako wanatufuatilia. Naona mambo yako wako wanayapata. Asante sana. Tena kwa muda mwafaka. Nashukuru sana, Haya, alafu tukuulize labda kama una address unaweza ukaitoa. Address. Ya kama ofisi yangu ilipo au mahali popote pale ilipo. Maana umesema kama ni producer, watu wanataka kufuata hata mahali hapo, mambo kama hayo. Mimi ni producer, pia ni cameraman. Hata cameraman tena wewe director. Namshukuru Mungu kweli kwa mambo yote hayo. Yaani vipaji vyote unavyo? Vipaji vyote ninavyo. Okay. Sio, yani sijui niseme vipaji vyote ninavyo. Maana unaweza kuniuliza kipaji kingine au ukaniambia bana nifanyie kazi fulani hivi nikajikuta sijui. Ndio. Yani kwa sababu nimetumia ile kauli kwamba vipaji vyote ninavyo. Lakini kuna baadhi ya vipaji kuna baadhi. Ndio. Mimi ni cameraman kwenye masuala ya kushoot nyimbo. Ndio. Kwenye masuala ya kushoot movie. Ndio. Najitahidi. Ndio. Japo sijawa na uzoefu wa kivile, lakini waga najitahidi. Maana siwezi nikasema najua moja kwa moja, kwa sababu naweza nikasema najua kumbe nikakutana kuna wengine ambao wananizidi zaidi. Ndio. Mimi ni producer pia, natengeneza audio. Ndio. Pia kwenye masuala kama ni mtu ambaye hana mistari, kama hana maneno ya kuimba, naweza nikamwandikia wimbo. Akaja bila wimbo studio, akarudi na wimbo, ngoma kali ambayo akienda kuiplay huko inaweza kapendwa sana, na nishawafanyia wengi sana. Nadhani kweli kabisa mambo yanazidi kwenda vizuri. Okay. Karibuni sana. Asante sana. Na wazani wamekuelewa, sijui kama unafanyia kazi hapa nchini ama nje ya nchi, mambo kama hayo. Mimi kusema ukweli kwa muda huu nipo Kigoma. Ndio. Nipo mazingira ya airport. Yani tuseme mtaa wa Masenga. Ndio. Mazingira ya airport, uwanja wa ndege. Naishi sehemu ambapo wanapoita Field Force. Field Force. Okay. Ila mimi waga nafanya kazi popote tu, mtu akiniita naenda. Okay. Yani mfano mtu mwimbaji, ili mradi tuelewane kwamba bana nahitaji 1 2 3, yani nahitaji kazi. Mimi namfuata. Ili mradi tu tumeshaelewana kwamba bana kuna chochote. Okay. Ndio. Asante sana. Na kwa kumalizia unaweza ukatuimbia hata wimbo kako hata kamoja kale unakokapenda sana kwenye nyimbo zako zote, ili kazidi kubariki watu.
Karibu sana. Asante. Ya, naweza nikawimba wimbo ambao naupendaga sana, ambao unanitiaga faraja sana. Wakutia moyo. Zipo nyingi ambazo zinanitiaga faraja, nazipendaga sana katika nyimbo zangu, ambazo nikizisikia wakati niko kwenye wakati mgumu waga zinanifariji sana. Ndio. Kweli naupenda wimbo mmoja ambao tuliimba na mtoto wangu. Ndio. Ambaye ndo mtoto wangu kifungua mimba niseme kwangu. Mtoto wako wa kwanza. Mtoto wangu wa kwanza yani. Tulimba naye wimbo unaitwa hivi: nina matumaini kwako Bwana, nitafika mbali. Kwa binadamu si rahisi, wanaona nitaishia mbali, ila wasichokijua mawazo yako kwangu ni mazuri tu. Pigana nao wanaopigana nami Bwana, safari ni ndefu, nahitaji msaada wako Bwana. Pigana nao wanaopigana nami Bwana, kabisa, safari ni ndefu, nahitaji msaada wako Bwana. Maadui wamesimama ili wanipige vita mimi, naamini mkono wako juu yangu mimi na ushindi. Amina. Baraka yangu iko pale pale, haibanduki. Alisema Bwana, nani apinge? Mimi nimebarikiwa na Mungu, nimebarikiwa. Baraka yangu nani apinge? Tururu, 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 tururu. Asante sana. Nambarikiwa sana. Mtakutana nazo hizo YouTube. YouTube zipo. Yaani hizo nyimbo zote zipo. Mfike kwenye YouTube yake, mtabarikiwa sana na mambo mazuri sana. Ndiyo. Na amesema kama aliimba na mtoto wake wa kwanza na mtamuona huko. Okay. Na mzidi kubarikiwa sana. Unawaambia nini hao watu wanaotufuatilia kwa sasa hivi? Jamani, nawapenda sana na nashukuru kwa kupoteza muda wako na kunifuatilia. Mimi si kitu, yani mimi si chochote, lakini umeamua kupoteza muda wako kwa ajili yangu mimi. Niseme Mungu akubariki sana. Na Mungu azidi kukubrace sana. Yani ndo ile kukubariki. Yani nimesema kwa Kiingereza, yani Mungu azidi akuongeze baraka juu ya baraka. Okay. Ubarikiwe zaidi na zaidi. Yani utukufu hadi utukufu mwingine. Mambo kama hayo. Asante sana wewe ulikuwa ukitufuatilia kwenye TV yetu Chris TV. Hafu na mambo mengine mtazidi kuyapokea hapo mbeleni. Maana hapo mbeleni kuna mambo mazuri sana. Usisahau kusupporti kazi hii ya siku hii ya leo na kumsupporti mtumishi wa Mungu hapa. Nadhani umemsikia, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, na tukupe hongera zako bwana, unaweza. Asante sana. Na Mungu akubariki sana. Amina. Mungu azidi kukuinua. Amina. Na mzidi kubarikiwa sana. Amina. Ukifika nyumbani huko mtoe hata salamu. Amina. Mambo kama hayo. Asante. Shalom, shalom.